Usifunge ndoa bila kuhakikisha vipimo vya afya za watu hawa. Afya ya kwanza mnayokoma nayo ni ukimwi, lakini hicho ni kipimo cha pili. Mlitakiwa mcheki kipimo cha afya ya akili, yaani kwamba huyu anataka kufunga ndoa, akili iko sawa, aende hospital wakapime, aonane na daktari wa vichaa anayeshughulika na watu waliopungukiwa na akili, apimwe, ndio atuandikie kwamba huyu yuko vizuri, mpeni mtu. Ndio wako wanaume wengine hawakustahili kuoa, wameoa kwa ajali, wameoa kwa bahati mbaya, ndio maana wake zao wanateseka. Na bahati mbaya, mama huwezi kuchomoka, maana wachungaji walishapiga misumari. Alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganisha mpaka kifo. We, unaniunganisha na huyu mtu, umepima? Huyu kichaa nitavumilia kuishi naye kweli? Wanaume punga mikono. Wanaume, hivi tukienda hospital kupima akili, unafikiri watalazwa wangapi? Tutarudi wote au kuna watu watalazwa, au kuna watu mpaka dokta atamuuliza, wewe unaishi na nani? Na mke. Umeoa wewe? Huu mwaka wangapi? Wa 20. What? Mke wako amewezaje kuishi na kichaa miaka yote hii? Ndipo mke wako atakapoanza kutambua kwamba okay, ndio maana kuna wakati alikuwa na zila chakula, ndio maana kuna wakati alikuwa ananuna wiki zima nyumbani asalimii, ndio maana kuna wakati ndio mke wako atachukua, atasema, Bwana Yesu nisamehe kwa kutokusamehe kichaa wangu huyu. Niliishi naye miaka yote, nilifikiri ni kiburi, nilifikiri anafanya makusudi, kumbe dishi limepoteza network, dishi limeyumba. Kwa sababu kweli unajiuliza swali, mwanaume na akili zako timamu, unaanzaje kuzila chakula? Kwa sababu kama ni kukosana, umekosana na mkeo. Hasa kama umekosana na mkeo, ugali umeingilia wapi? Wali umeshirikije kwenye kukosana na wewe? Kwa nini chakula kiingie pale wakati uliyokosana naye ni mtu? Yaani kweli mwanaume kabisa na akili zako unazira, alafu unaenda kulala na njaa, unasema nimemkomoa. Aliyekomolewa hapo nani? Aliyelala njaa na aliyeshiba. Mwanaume mzima. Ndugu, inawezekana hawajawahi kukuambia wewe, mimi nakupa live kwamba fuse zimeungua, haziko sawa. Unajua saa nyingine unakosa watu wa kukwambia ukweli. Ndio maana mimi nimekuja, si benefiti chochote kutoka kwako, kwa sababu kwanza sio mchungaji wako kwamba utaninyima zaka, pili hunilipi mshahara, tatu sina mpango wa kugombea uaskofu huku. Kwa hiyo mimi nikikutana na wewe na kunyosha, siogopi wala sina shida na wewe. Lazima ukae sawa.